kwa mfano wa sura ya mtu wa kuharibika, kisha na ya ndege, na ya nyama wenye miguu minne, na ya vitu vya kutambaa. Alafu kwa sababu ya maneno haya Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Mungu akawaachilia watembee gisi wanataka, waende gisi macho yao yanaona, lakini wafate uchafu, hata wakaribiana heshima ya miili yao. Kivipi? Kwa maana walibadilisha kweli ya Mungu kwa uongo, wakaabudu na kutumikia miungu kupita Muumba, anayebarikiwa kwa milele. Amina. Endelea. Kwa hivi Mungu aliwaacha kwa tamaa za aibu, sababu hata wanawake wao walibadilisha kazi ya asili kwa ile isiyo ya asili. Lakini na wanaume vivyo hivyo waliacha kazi ya asili ya wanawake, waliwakiana tamaa wanaume kwa wanaume, wakifanya matendo ya haya ya aibu. Ndio iliziko makanisa leo, wakapokea ndani yao wenyewe malipo yaliyofaa kwa upotevu wao. Amen. Kisha ndio anakuambia chukizo la uharibifu pale patakatifu. Kisha wanakuambia manake yule anayesoma na afahamu kwenye ulimwengu wa leo unafikia. Paulo akaambia taifa, akasema nyinyi mnangoja hukumu ya Mungu yenye hamwezi hepa, hata yenye hamwezi hepa. Tusomee 13 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana. 13 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana, msomaji. Ufunuo wa Yohana sura yake ya 13. Tusomee mstari ya kwanza. Mstari ya kwanza inasema hivi, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Nikasimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona nyama akitoka katika bahari, mwenye vichwa 7 na pembe 10, na juu ya pembe zake taji 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule nyama ambaye nilimwona alikuwa mfano wa chui, miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha ufalme na mamlaka nyingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kama kimetiwa kidonda cha kufa. Kidonda chake cha kufa kikapona. Dunia yote ikastaajabu nyama yule. Wakaabudu yule joka kwa sababu alimupa nyama huyu mamlaka yake. Wakaabudu yule nyama, wakasema, ni nani anayefanana na nyama huyu? Nani anayeweza kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kusema maneno makubwa na makufuru. Akapewa mamlaka kufanya kazi yake miezi 42. Huyu mnyama ni mnyama gani? Wanakuwa na pembe 10. Tena mwili wake inakuwa na 4 kalite ya manyama. Na ukasoma habari ya unabii, prophecy universelle ya fin de temps, wanaenda wanakuambia hizi pembe 10 ni inchi 10. Amina. Hizi pembe 10 ni inchi 10. Wanakuambia kuna watu wawili, kuna mpinga Kristo na nabii wa uongo. Ni watu wawili, mwenye anasimamia nini? Siasa mdunia mzima, na mwanasimamia madini madhehebu mdunia mzima. Ni watu wawili. Sijui kama pale tunafuatana. Amina. Ni watu wawili. Sijui mwanasimamia makanisa mdunia mzima ni nani. Sijui mwanasimamia siasa mdunia mzima ni nani. Maanake ni Amerika yenyewe, na madhehebu madini makanisa maanake ni Urumi yenyewe. Sasa iko nguvu, wakwe na nguvu bila hizi dipei, na ndio hizi dikorne pembe 10. Wanakuambia wako na uwezo juu na kwa trinite satanique. Na kama iko trinite satanique, kuna kwa shetani mpinga Kristo na nabii wa uongo, watafanyaka makubwa. Hii habari tunasoma hapa, wanakuambia watapewa mamlaka kisha kunyakuliwa kwa kanisa 42 mois.
Maanake iko 1260 jours. Hii mamlaka hapa ni kisha 3 ans et demi ya abondance. Unajua kisha kunyogolewa kwa kanisa kutakuwa miaka 7. Mwaka 3.5 ya amani. Mnyama atakuwa na picha na sura ya amani kudunia. Hapa na kanisa haiko tena, yani bibi harusi ya Kristo haiko. Ndio dunia inakuwa mugiza ya kiroho. Kwa sababu gani? Sisi ni nuru, si ndio ile nuru ya ulimwengu. Na wakati nuru inaenda inatoweka, ulimwengu yani dunia inaingia mugiza ya kiroho. Na mara moja andiko ya nabii Yoeli na Amosi inatimilika. Kutakuwa njaa na kiu. Si njaa ya maji, si njaa ya chakula wala kiu ya maji, bali ni ya kukosa maneno ya Mungu. Ndio Biblia inatuambia kwa wale wenye watasaliaka hawakwenda wakati kanisa ilienda bibi harusi ya Kristo. Lakini jina zao ziko wapi? Mkitabu ya uzima. Mungu atakamataka watu wawili, anatia mmoja karama ya Elia na mwingine karama ya Musa. Ndio nao watatabiriaka panda 3 ans et demi. Watakwambia ile siku watu watakuwa na imani sawa ya wakati wa mitume. Sasa 3 ans et demi inakuya inaenea tu pa mara moja. Mnyama mpinga Kristo na nabii wa uongo ambao wanavuviwa na muovu watatokea na sura ya maangamizi. Hao watu wawili Biblia inatuambia watawauaka hadharani, kisha wanawakatakata vipande vipande, wanaacha maiti zao pale. Na watafanya miujiza na watafanya na mashara, kisi Biblia inatuambia. Njoo sasa inakuwa persecution. Wanakuambia kama ni kuuawa, watu watauawa. Na Biblia inatuambia hao wenye watauaka, wenye watauawaka, wenye watakufaka juu ya imani yao. Ungaite kwa Kristo wanakata pua, wanakata lisikio, wanakata mguu, itakuwa ka 44,000 personnes. Amina. Sasa siku tunafika mbele ya Kristo. Wanakwambia Kristo alikiweka kununua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Na kama alinunuaka kwa damu yake, sasa hawa wenyewe wataokolewa kwa damu yao, wataenda wapi? Amina. Wanakwambia tutaonaka Musa, tutaonaka na Elia na wengine wote waliotutangulia tutawaonaka. Lakini kanisa, yani bibi harusi ya Kristo, siku tunafika mbele zake, wanakwambia tutakula mana iliyofichwa. Na ndio maana kama Adamu mshamba ya Edeni akasema, huyu ni nani? Ni mke wangu. Nyama ya namuna gani? Ya nyama yangu, mfupa yangu. Na siku tutatokea kule mbele ya Kristo, atasemaka tazama neno langu kanisa, yani bibi harusi. Amina. Na ndio pale kanisa liko na haki ya kusherekea kwa ile karamu ya mwana kondoo. Wanakwambia utakula mana iliyofichwa. Kama kule Adamu na Eva walifukuzwa mshamba la Edeni, sie kule tutakaribishwa. Kama hawakuwa na access kwa mambo mengine mshamba ya Edeni, sie kule tutakula na tutakunywa. Kina Musa, Elia na wengine, hakuna damu yenye wanunua. Hakuna. Na wenye wataokolewa kwa damu yao watakuwa kama invite mwa ile harusi ya nani? Ya mwana kondoo. Wanakwambia na kila mtu atakuwa na invitation. Biblia inatuambia kutakuwa kashiwe jipya yenye kuko maandishi. Ile ndio droit d'entrée. Amina. Na kama kuko ile maandishi, wanakwambia jirani yako hawezi kusoma yenye inaandikwa pale. Wala waye hawezi kusoma yenye inaandikwa kwa invitation ya mwingine. Haiwezekani. Jona wanakwambia mwele mji hakuna jua wala mwezi wala nyota. Juta ya kule ni mwana kondoo. Na ndio maana alisema kaenda kuwatarishia makao. Kwenye mieni itakuwa na ninyi muwepo. Haikujengwa na mikono ya wanadamu. Hapana. Wanakwambia ilijengwa na matiere premier, qualité, safire, yacite, topaze, berile, chrysolite, chrysophrase, diamana, emerald na lingine. Iko na 12 porte. Na kila porte iko matiere. Na kila porte kuko ange. Na msingi yake iko na 12 pierres précieuses, qualité 12 za dhahabu tofauti.
Maana kwambia kwa kila mlango kuko jina, na kwa kila jiwe ile msingi kuko jina. Kwa kila mlango kuna kwa Ribene, Asheri, 12 tribus d'Israeli. Na kwa fondation kumsingi kunaandikwa jina ya 12 apotres de l'agneau. Ndio wanakuambia imani yetu inajengwa kwa msingi ya mitume na manabii. Manabii gani? Kizazi ya Yakobo. Mitume gani? Wa Yesu Kristo. Amina. Kisha anakuambia lakini heri yeye atakayeshinda. Kwanza Ukristo mwendo ya wokovu haiko probleme. Mwisho ya safari ndio kunakuwa kashida. Ndio maana tu nilikuwa naambia Mungu unipatie mwisho mzuri kuliko mwanzo. Amina. Wanakuambia zile pembe 10 ndio inchi 10. Zenye mpinga Kristo na nabii uongo hawawezi kuwa na nguvu ya kutawala bila hizi dikore, iko puissance. Ulishaka sikia Etazini na kolonize pays gani? Amina. Isha kolonize pays gani unajua? Meni hizi dikore, hizi mainchi ndio zina koloniza kaza na mpatia rapport. Kuna kuwa Amerika, Amérique de l'Est, Amérique de l'Ouest, kuna kuwa Afrika, Moyen-Orient, kuna kuwa Asie du Sud, Inde, kuna kuwa Europe de l'Est, kuna kuwa Europe de l'Ouest. Ziko di pays na njoo hizi pembe 10. Amina. Na njoo kisi wanagabulana dunia. Maoneshe zote ni zao. Amina. Wakati ya Zaire kulikuwa tu ONG moja ndio ilikuwa kama mzuri mzingine zote. All division. Sasa imagine msaki ya malaki kasani kamoya ndio kanakuwa kama mzuri. Kisha ingine itakuwa na mnoga mdunia. Ndio anakuambia anayesoma na afahamu siku zenye tunaishi. Shao watu wanashiaka pale dunia. Sa mtu moya jinake Adamu Oshoopte avant kufa inachaka $800 millions, akasema wajenge na masomo ma universite. Wakati unachunguza iko watu wa societe secrète les Illuminati, maana wanajenga centre ya kuona former watoto kama wanaweza tawala watu msianze occulte. Occulte veut dire caché. Mnamuna ya uchawi na vitu vingine vya kudominia watu. Leo pale ndio kwenye dunia inazamia. Amina. Amen. Kisha nakwambia siku zetu tunaishi ni siku mbaya. Le Saint-Esprit na fin du monde ikaanzia pale. Kushuka kwa Roho Mtakatifu. Yote hizo nyeleza kasema ikaanza kuonekana après kushuka kwa Roho Mtakatifu. Kisha na siku zetu tunaishi njoma ile madalili inajimanifeste sasa. Moya, njala, matetezi ya vita, sijui, iki na